weni nuru ya dunia, weni nuru ya dunia. Nuru iangaze kote, weni nuru ya dunia, weni nuru ya dunia, weni nuru ya dunia. Nuru iangaze kote, weni nuru ya dunia. Nuru ing'ae, watu wamwone Mwokozi, wamtukuze Mungu aliyetufia. Weni nuru ya dunia, weni nuru ya dunia. Nuru iangaze kote, weni nuru ya dunia, nuru iangaze kote, weni nuru ya dunia. Once upon a time, the blind man met Jesus. Jesus, heal me, heal me. He cried and shouts, the Son of Man, don't pass me. And Jesus, the Savior, heal the man. Saving others and help those in need. Teach them to know, love and take care of others. Teach them to know, don't forget to pray with them. Jesus said we should love one another. Once upon a time, the blind man met Jesus. Jesus, heal me, heal me. He cried and shouted, the Son of Man, don't pass me. And Jesus, the Savior, heal the man. Saving others and help those in need. Teach them to know, love and take care of others. Teach them to know, don't forget to pray with them. Jesus said we should love one another. Saving others, and help those in need. Teach them to know, love and take care of others. Teach them to know, don't forget to pray with them. Jesus said we should love one another. Jesus said we should love one another. Hamjambo watoto wazuri? Hatujambo, shikamo babu. Wow, marahaba. Sasa leo nimewaita hapa, nataka niwape hadithi moja. Hadithi moja. Hadithi nzuri sana, lakini kabla
sijaanza kuhadithia hadithi yangu, ningetamani tumtangulize Mungu mbele kwa kuomba. Wangapi wanajua kuomba? Wow, kumbe tunajua Natamani mtoto mmoja ambaye anajua kuomba atuombee. Ni nani? Wow, karibu tuombee. Tufungeni macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu Mungu kwa majeshi. Mungu, asante kwa kutulinda kwanza tulipokuwa nyumbani kuanzia asubuhi mpaka sasa. Mungu, umetupa afya njema, umetuongoza na umetulinda. Mungu, naomba tunapenda kuanza hiki kipindi chako, mlinde babu wetu, atuhadithie story njema inatufundisha maadili mema. Nikiomba kwa kuamini, amen. Amen. Amina. Sasa kunaye baba mmoja ambaye alikuwa ana familia yake, ambaye alikuwa na mke na mtoto huyu mmoja. Mtoto wake alikuwa anaitwa Johnny. Anaitwa Johnny. Alikuwa ni mtoto wa kiume na mtoto pendwa sana katika familia ile. Sikiliza, mama yake alikuwa anafanya kazi ya mgahawa. Wangapi wanafahamu mgahawa? Ni sehemu ambayo wanauza chakula, wanauza makande, wanauza na nini kingine? Chipsi na pilau na nini tena? Nyama. Au unapenda kula nyama wewe? Itakuwa wewe mtoto wangu mwingine unapenda kula nyama. Sasa kulikuwa kuna kichaa mmoja. Kichaa huwa anavaa nguo mbaya. Nguo mbaya. Sasa alikuwa kichaa mmoja, jina lake alikuwa anaitwa Gifty. Anaitwa nani? Gifty. Wow. Sasa yule Gifty alikuwa anavaa manguo mabaya, machafu, na sura yake na miguu na mikono yake ilikuwa ni mieusi. Ni mtu ambaye alikuwa haogi, hana ule ufahamu wa kuoga au kufua nini? Lakini nikwambie kitu kimoja, kichaa anakula. Kichaa anakula. Ni hapa kwenye chakula anakula. Sasa huyu kichaa alikuwa anapenda sana kwenda kwenye mgahawa wa mama yake na Johnny. Akifika pale anamwambia Mama Johnny, nipe chakula nile. Mama Johnny kwa huruma akiwa anamwangalia, anaenda jikoni, anampakulia chakula kwenye sahani yake nzuri, wala hampi kwenye sahani mbaya. Anampa kwenye sahani yake nzuri, anamwekea hapo. Lakini huyu kichaa kimaliza kula, badala arudishe sahani, anaichukua sahani, anaitupa. Anamwambia, unachojifanyia unajifanyia mwenyewe. Kikiwa kizuri unajifanyia mwenyewe, na kikiwa kibaya unajifanyia mwenyewe. Anachukua ile sahani, anaitupa. Kichaa anabeba begi lake, anaondoka. Siku nyingine tena anakuja hivyo. Afu anakuja ule muda mzuri, ule muda wa kula. Saa ngapi hiyo? Saa 6, saa 7 hivi ndo anakuja na kifurushi chake, ameweka ndani mavitu yake mengi, mavifuko ambayo hana kazi, ameweka humu, ameweka mauchafu. Anafika pale, Mama John, naomba chakula. Mama Johnny kwa huruma anaenda anampakulia chakula, anampatia yule kichaa. Kisha maliza kula, anamwambia, unachokifanya unaifanyia mwenyewe. Kiwa kizuri unaifanyia mwenyewe, kiwa baya unaifanyia. Anachukua ile sahani, anairusha kule. Si unajua sahani zinauzwa gharama, si ndio? Zilikuwa zingine zinavunjika, zingine zinapona, hazivunjiki. Lakini Mama Johnny alikuwa hata haongei, yeye alikuwa mpole. Sasa siku moja kikatokea kitu kikubwa cha ajabu. Sikiliza, Mama Johnny akasema, huyu kichaa huyu anakujaga kila siku hapa kula chakula changu, anavunja sahani yangu, halafu aniambia hata asante, anaondoka. Leo nitamkomesha. Leo nitafanyaje? Nitamkomesha. Yule kichaa akaja. Hiyo siku akaja tena, aliwahi, alikuja mida saa 6 kabisa kamili, ameshafika hapo, ameshika mfuko wake, ameweka begani. Alipofika pale akamwambia tena Mama Johnny, Mama Johnny, nipe chakula. Mama Johnny alikuwa ana wazo kichwani kwake. Wazo lenyewe libaya. Wazo lenyewe ni libaya. Alikuwa anataka kumwekea sumu kwenye chakula yule kichaa. Jamani, nilisikitika. Hebu sikitika tuone. Wow, mtoto yuko nyumbani, hebu sikitika. Oh jamani, yule Mama Johnny akachukua sahani yake ya chakula, akaweka hapo wali mzuri, akaweka na tunyama. Najua mnapenda kula nyama. Akaweka na tunyama pale, afu akachukua sumu, akanyunyuzia pale juu. Baada ya hapo akatoka, akampa yule kichaa nini?
sahani ya chakula. Mama John akafunga mgawa wake haraka haraka ili aondoke, kwamba huyu kichaa atakapokula kile chakula atakufa. Anapokufa Mama John awe wapi? Nyumba. Hataki kesi. Kwa bahati mbaya Mama John ameondoka. John akaingia kutoka shule, akaja mgahawani kumuona mama yake. Anafika pale, anamkuta kichaa amekaa. Sahani ya chakula iko hapa mbele. Anaishangaa. Anafanyaje? Hebu shangaa. Mshangae na yule pale. Mshangae. Anamshangaa. Haya, angalia huko. Alipokuwa anamshangaa, John akaingia. Akaambia, "Gift habari?" Akajibu, "Poa." Kwa hasira, "Poa." Chakula kiko hapo, hajala kile chakula. Unajua alimwambiaje? Kaambia, "John rafiki yangu, nimekuletea chakula leo. Njoo tule." Njoo tufanyaje? Njoo tule. Njoo tufanyaje? Njoo tule. Njoo tule. Alichokifanya pale, kuna kitu kikafanyika hapo haraka haraka. John akawa ameshiba, lakini yule kichaa hajala. Yule kichaa Hajala. John akaondoka. Na kichaa akafanyaje? Akaondoka. John anafika nyumbani, anamwambia mama yake, "Mama, leo nimepita pale kazini, nimekuta umeshaondoka. Nimemkuta yule kichaa. Amenipatia zawadi leo." Zawadi gani? Amenipatia chakula, nimekula naye pale. Umekula chakula? Chakula umekula naye? Mama John akachanganyikiwa, akasema, "Oh, mtoto wangu amekufa jamani, maana nakumbuka kile chakula alikiwekea nini? Sumu." Mama John akambeba John haraka haraka, wakakimbia. Fika hospitalini pale, akafika anamwambia daktari, "Mtoto wangu amekula sumu." Sasa mtoto John anashangaa, "Nimekula sumu wapi?" "Mimi nimekula chakula." Aambia, "Mna, yule kichaa kile chakula chake nilikuwa nimekiwekea nini? Sumu. Na mtoto wangu amekula nini? Kile chakula." Basi watu, baba yake na John wakatoka hapo mbio mbio, wakakimbia, wakamkamata yule kichaa. Wanataka wampige, wampeke na polisi, amempa mtoto sumu. Lakini yule kichaa, unajua aliwaambiaje? Aliwaambia hivi, "Kile chakula ambacho alinipatia kilimwagika. Kilivyomwagika, nilikuwa na chakula kingine kwenye mfuko. Nilikichukua kule kwa mtu mwingine. Chakula kingine hichi hapa." Kumbe alikitoa kile chakula, akakiweka pale kwenye sahani ili ale. Afu John akaja. Kwa kile chakula akampa nani? John. Kwa John hajala nini? Sumu. John hajala sumu. Kile chakula sio chenyewe alichofanyaje? Wakamwambia, "Hapana, twende hospitalini." Wakampeleka mpaka pale hospitalini. Akafika pale, Mama John analia kwa uchungu, anamwangalia yule kichaa, anatamani kummeza. Anatamani Kummeza. Ushakuwa na hasira, yaani unatamani kummeza mtu, lakini muangalia unaenda kummeza wewe. Mama John ndio alivyokuwa. Lakini kichaa akamuelewesha tena Mama John. Akamuelewesha tena Mama John. Lakini akamwambiaje, unajua? Unachokifanya unajifanyia mwenyewe. Kikiwa kizuri, kikiwa kibaya, Anajifanyia mwenyewe. bado yule mtoto hajasikia. Yule kichaa akamwambia Mama John, unachokifanya unajifanyia Mwenyewe. kikiwa kizuri unajifanyia Mwenyewe. kikiwa kibaya unajifanyia Mwenyewe. Sikiliza, yule kichaa alikuwa ni kichaa, lakini ana akili kidogo, ana akili Kidogo. Akamwambia, "Wewe mama, si unaendaga kanisani wewe kila siku? Sasa ngoja." Akamwambia, "Ukifika nyumbani, kafungue kitabu kimoja kinaitwa Yakobo." Kinaitwa Yakobo. Akamwambia sura ya 4 na mstari wa 17. Tena akamwambia, "Sitaki uende usome, utaenda kusoma kwa muda wako, lakini nataka nikwambie hapa." Akamwambia hivi, "Ukijua kutenda mema na ukaacha kutenda hayo mema, hiyo ni dhambi." Hiyo ni nini? Ni dhambi. Wewe ukijua kutenda mema, halafu usipotenda mema, hiyo ni Dhambi. Mama John alikuwa anatenda mema kila siku, lakini siku moja akaacha kufanya wema, akawa amefanya nini? Dhambi. Kwa mfano yule kichange kula kile chakula, si angekufa? Ndio. Alikuwa hana hatia, si ndio? Haya, kwa mfano yule mtoto John angekula kile chakula, si angekufa? Ndio. Angekuwa na kosa gani? Si hapana? Ndio. Unapokuwa unajua kutenda mema, tenda Mema. we mtoto, unapokuwa shuleni, unapokuwa nyumbani, jifunze kutenda mema. Na ukijua kitu fulani ni chema, kifanye. Kwa sababu ukijua kitu fulani ni chema, usipokifanya, hiyo ni Dhambi.
Kwa mfano, unataka kumsaidia mtu kalamu, unazo 2, halafu hutaki kumsaidia. Hiyo ni dhambi. Kwa nini hutaki kumsaidia mwenzako? Na tumejifunza upendo. Tumejifunza upendo. Shule yetu excellent. Tunajifunza kuwa na upendo kwa watu wote. Jifunze kutenda mema. Sisi watoto wa Yesu schools tunajifunza kutenda mema. Wewe jifunze kutenda mema. Wow. Hicho ndicho kipindi chetu cha leo, kinaishia hapo tu. Tutakutana baadaye kwa kipindi kingine kizuri sana cha hadithi nzuri sana za kutufundisha tuwe na tabia njema. Tuwe na tabia njema. Wow. Tunaenda kufunga kipindi chetu hiki. Niko na mwalimu Bina hapa, niko na watoto kutoka shule ya Excellent School. Mungu awabariki sana. Mwambie mtoto leo tuangalia, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mwambie tena, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Bye. Bye. Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kipindi hiki kizuri. Tumejifunza kutenda mema. Utusaidie tukumbuke kutenda mema kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Mungu mwenye nguvu, usiye na mwanzo wala mwisho, ni Baba yangu, chanzo cha uhai wangu. Mfalme wa siku, Mungu mwenye nguvu, usiye na mwanzo wala mwisho, ni Baba yangu, chanzo cha uhai wangu. Unamiliki mbinguni, sayari zote ni zako, na sisi ni watoto wako, hatuna shaka nawe. Mahali popote, silaha za vita zako ni kubwa, hakuna vita inayokushinda wewe. Unayo majeshi mahali popote, silaha za vita zako ni kubwa, hakuna vita inayokushinda wewe. Unamiliki mbinguni, sayari zote ni zako, na sisi ni watoto wako, hatuna shaka nawe. Unamiliki mbinguni, sayari zote ni zako, na sisi ni watoto wako, hatuna shaka nawe. The wind is faintly calling around the olden door.
Watoto wazuri, hamjambo. Popote ulipo pale kwenye televisheni yako, kwenye simu, tafadhali, ni kipindi kizuri. Kaa utulie, kaa kwa makini na usikilize. Na kuna kipindi kinaitwa Cheka na Watoto. Unakijua? Ni kipindi cha kula. Ninajua unatamani unataka kupika nini siku ya leo. Hivyo kaa kwenye stuli, kaa kwenye kigoda, kaa chini, lete kalamu, lete daftari. Ninajua kuna wengine mna watch kutokea jikoni. Hakikisha una vyombo vizuri kabisa vya kuandalia na kupika. Ninakukaribisha katika kipindi hiki. Na leo tupo kwenye shule nzuri bora kabisa hapa Arusha. Na sio Arusha, Tanzania kwa ujumla. Ninajua unatamani kuisikia. Hii ni shule ya Excellent School iliyoko Usariva, Arusha. Nipende kuwakaribisha watoto walioko kwenye kipindi hiki. Na wanatabasamu kweli kweli, inamaanisha ya kuwa kuna chakula kizuri kwa ajili ya watoto. Chakula kwa ajili ya afya yako. Unatamani kuwafahamu hawa? Ninatamani ni uwafahamu hawa, halafu tuombe. Halafu watakueleza ni chakula gani wanaenda kupika. Utaanza kuandaa hapo jikoni na wewe utakuwa tayari kwa ajili ya kupika na kufuatana nao. Tafadhali sana, rafiki yangu yuko hapa, Chifu Makini kutokea shule ya Excellent. Excellent hawafundishi tu masomo ya darasani, wanafundisha watoto pia kujitegemea, kutegemeza na kuwasaidia wazazi wao nyumbani kupika na kufanya kazi nyingine nyingi sana. Leo shuhudia ufundi wao hapa. Rafiki, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Silvana Oseambise kutoka. Subiri, yule mtoto mwingine hajasikia vizuri. Ongea vizuri kwa sauti. Kwa majina naitwa Silvana Oseambise kutoka shule ya Excellent Schools. Wow. Wewe? Kwa majina naitwa Aksa Charles Kimaro, nimetokea shule ya Excellent Schools. Wow, watoto excellent wana sauti nzuri. Kwa majina naitwa Faith Frank Kaya kutoka shule ya Excellent Schools. Unajua shida, unaangalia sana. Usiangalie sana, unawakosesha huku. Kwa majina naitwa Neema Kidiga, mimi sio mtoto, ni mwalimu. Yupo kwa ajili ya kuwasaidia. Na mimi leo hapa nipo kukuandalia hili pishi zuri kabisa. Sio kushika, ila nipo kukuandalia kwa ajili ya kukuletea kipindi hiki. Lakini mwisho wa siku nitakuwakilisha wewe mtoto ambaye hili pishi litakalopikwa hapa haliwezi kuingia kwenye TV. Nitakuwakilisha mimi kulionja. Ninajua natamani sana nitakavyokuwa nikionja. Kaa kwa kutulia. Tafadhali sana, kwa unyenyekevu mkubwa tunatamani tuombe. Nikisema watoto tuombe, unasema omba. Watoto tuombe. Fumba macho yako. Asante Yesu kwa kutupatia tena wakati kama huu. Tunakuja mbele zako, ulitupatia vitu vingi. Tunakuja mbele zako, ulitupatia mambo mengi. Tunakuja mbele zako, ulitupatia vyakula. Tunakuja mbele zako, ulitupatia vinywaji. Leo watoto wa shule ya Excellent wanaenda kuandaa chakula bora kwa ajili ya watoto. Watoto wanapenda vyakula, wanapenda kula, lakini leo tunatamani kwenda kuandaa chakula kizuri, chakula bora kwa ajili ya ukuaji wa miili yao. Tusaidie katika kipindi hiki kwa jina lako Yesu. Amina. Leo tunaenda kuandaa chakula makini sana. Je, unatamani kujua? Ninatamani kabla ya kujua hicho chakula, kabla ya kuanza kupika chakula, tunapaswa kufanya nini? Wote kwa pamoja? Kumbe inahitajika usafi. Basi hawa watoto wazuri wanaenda kunawa. Wahakikishe mikono yao iko salama. Wakigusa nyanya, mikono iko vizuri. Wakigusa kitunguu, kuna kitunguu hapa, mikono iko vizuri. Wadudu hakuna, uchafu hakuna, vumbi limeondoka. Basi leo wanaenda kuandaa hapa chakula wakiwa safi kabisa. Nimeona mwalimu akifunua, na wewe funua hapo tuone ni nini sasa hapo. Wow! Ninaona mnyama aliye na macho. Huyo ni samaki. Yuko hapa leo. Kaa kutulia. Kuna nini tena? Kuna vitu vingi hapa. Vingi. Hicho. Leo tunaandaa nini hapa, rafiki? Tunaandaa supu ya samaki. Sijasikia. Tunaandaa nini? Tunaandaa supu ya samaki. Tunaandaa supu
ya samaki. Fanya hivi. Ushafanya tayari. Tafadhali, tukitaka kuiandaa hii supu, ninajua tayari vitu viko hapo, lakini ninatamani kuwauliza, kwa nini mmevaa hivi? Hii inasaidia nini hii? Jili usafi wa jikoni. Usafi wa jikoni. Ina maana kuwa tena hata usichafuke na wewe binafsi, si ndio? Kwa nini hii kofia tumeivaa? Inazuia nywele kurukia kwenye chakula. Oh, inazuia nywele kudondokea kwenye chakula. Wamejibu vizuri sana. Ninatamani tuende tukaandae pishi letu hili la samaki. Kwa mantiki nyingine wanasema supu ya samaki. Tunaanza kuandaa supu la samaki hapa. Supu hili ni supu babu kubwa kweli kweli. Na tukitaka kuandaa tunaanza na nini? Tunachemsha maji. Wanachemsha maji. Na nini kingine? Tunaweka viungo. Wanaweka na viungo, utawashuhudia hapa leo live. Na nini kingine? Tunatia samaki. Mnaweka na samaki. Tayari hapo sufuria lilishawekwa na mwalimu kabisa kwa usalama wa moto wa mtoto. Tayari hapa, ni nini kinaendelea? Ni nini kinaendelea? Mtoto mmoja, sogeni sasa hapo ili tupike supu hii ya samaki iive haraka. Watoto wana njaa, wanatamani kunywa supu ya samaki. Hata mtangazaji hapa anatamani kunywa supu ya samaki. Tayari imeshaweka maji. Ni nini sasa kinafuata hapa? Nina mwalimu anataka kuelekeza vyema kabisa. Hawa watoto wa excellent wanafundishwa mambo mengi sana. Samaki anawekwa sasa. Tafadhali nawe unaweza kusogea hapa, unaweza kushirikiana na ukaweka huo mkia wa samaki. Huo ninajua nitaula mimi. Safi kabisa. Huo pia nitaonja mimi zaidi. Na huo atakula mtoto anayetutazama. Umefurahi. Tayari samaki ameshakwisha kuwekwa kwenye sufuria. Nina mwalimu anawatengeneza vizuri kabisa hapo. Si ndio? Ndio. Yes, mwalimu anatengeneza vizuri. Nini kinafuata sasa? Kuongeza maji kidogo. Anatamani kuongeza maji kidogo ili watoto wanaotazama pale wapate supu ya kutosha. Ongeza hayo maji. Anahakikisha kabisa maji yanaletwa. Na kipindi hapa supu inachemka. Yani ina maana kuwa leo supu yetu haitakuwa na mafuta. Yani huyu mnyama aliyepo hapa ana mafuta yake asili kabisa, Mungu alivyomuumba. Unajua kutamani? Leo utatamani kweli kweli. Hii supu inaandaliwa. Tafadhali tunaweza tuambie, ni nini sasa unaweka hapo? Ninaona vitu vya mvilingo. Ni nini hii? Naweka viazi. Viazi. Viazi vinasaidia nini kwenye supu yetu hii? Ili tufanyaje? Kuleta flavor. Natamani inaleta flavor, si ndio? Umeongea kizungu sana. Najua excellent tunafundishwa kizungu. Kuna watu pia hawafahamu kizungu. Flavor ni nini? Utamu wa chakula. Utamu wa chakula, na supu yetu pia iwe nzito. Ni mtaalamu pia mimi wa supu. Tunaacha inachemka. Kuna kitu anatamani kukiweka hapa wapishi kabisa. Chief, nasogea hapo tafadhali. Nini hiyo unaweka? Naweka chumvi. Ni wakati wa kuweka chumvi. Watoto wengi hawapendi chumvi nyingi. Wanapenda chumvi tu kidogo. Na tayari alishaweka chumvi hiyo tayari kwa supu. Ameambiwa ongeze kidogo kwa sababu maji ni mengi, si ndio? Ndio maji. Chief. Anasawazisha chumvi, si ndio? Umekoroga. Ni chumvi hiyo unaitengenezea vizuri. Tayari ameshaweka nini mtoto mzuri? Twende. Samaki. Akaweka na nini? Maji. Nimeona. Akaweka na nini? Viazi. Kaweka na nini? Chumvi. Wewe aliyesema utakula, utaanza kula pamoja nami. Chief, tafadhali shika ile pale, si ndio? Kuna nini kwenye sahani yako Chief? Tafadhali unaweza kutuambia ili kusudi yule anayeandaa pishi pale jikoni aweze kujua ni nini umeshika. Ni nini kilichopo hapa kwenye sahani yako? Kuna karoti. Kuna karoti. Weka karoti pembeni kwa ajili ya supu yako. Kuna nini tena? Kuna vitunguu. Hebu fanya hivi watoto ili aione. Fanya hivi kabisa, muonyesha hivi. Umeiona? Vimekatwa vizuri kabisa kwa mtindo mzuri. Na wewe unaweza ukakata kwa ua unalopenda kabisa. Safi.
Kuna nini tena hapa ninaona? Kuna pilipili hoho. Kuna pilipili, ndio hizi za kijani. Pilipili hoho aziwashi. Tunaanza kuziweka sasa kwenye supu yetu. Si ndio na maana hiyo? Si ndio? Okay, anachukua hapo mwiko vizuri. Huyu chifu anapenda kutumia mwiko kweli kweli. Anaanza kuweka karoti. Na wewe hapo jikoni weka karoti sasa, wewe acha kuchelewa. Wow, safi. Safi. Ninajua ulioko pale mtoto mzuri unafuatilia. Ninawaona pale watoto kutoka Dar es Salaam mnafuatilia vizuri. Ninamwona Johnny pale nyumbani anafuatilia vizuri. Nimemwona Joy na Glory wanafuatilia vizuri pale. Safi, andaa vizuri. Nimemwona Mwalimu Bina pia na yeye ameanza kuchukua sufuria anataka kupika. Safi kabisa. Watoto wa Excellent wanafundisha kweli kweli. Sio mchezo. Kaa hapo hapo. Na washuhudia watoto. Kuna mtoto mmoja yule pale Cesarin kutoka Mwanza. Unapika andaa vizuri, andaa vizuri. Ukisahau tu nyosha tu mkono. Tayari hapa anakamua nini hiyo? Limao. Limao. Kwa ajili ya nini tafadhali mtoto mzuri hapa? Kuleta hamu ya chakula. Kuleta hamu ya chakula. Ama kwa lugha nyepesi kuleta ladha ya chakula. Wamemaliza. Si ndio? Memaliza hapa tayari. Ndio. Wanafunika vizuri. Ili supu yetu iweze kuiva vizuri. Na kipindi hiyo ninajua supu unapofunika, chakula chochote unapofunika, andaa meza yako. Unajua pia hata Mungu pia alienda mbinguni kutuandalia meza ya vinono. Katika Yohana anazungumza ili yeye anapokuwa kwenye ile meza ya vinono na sisi tuwepo, tutakula na kusaza. Basi meza ya vinono inaandaliwa. Tunamaanisha ya kuwa kwa sababu ni supu inahitaji sehemu ya kubebea. Kuna sahani hapa nimeziona ndugu chief. Si ndio? Yes, hizi sahani zitapangwa vizuri kabisa. Si ndio? Zipange hapa tayari kwa supu. Supu makini kabisa siku ya leo. Watoto hawafundishwi nyumbani tu namna ya kulala, kuamka na kusoma. Ewe mzazi unayetutazama, tafadhali elekeza mtoto wako namna ya kupika nyumbani. Usimwambie tu akalale ukaingia jikoni ukaanza kupika. Hapana. Mwite jikoni. Mwambie weka hiki, weka kitunguu, weka hiki, weka hiki. Mtoto wako atajua kupika. Siku moja utaondoka, siku moja utachelewa kutoka kazini na huyu mtoto ataingia jikoni na ataandaa chakula. Na wewe mzazi utakuja mezani na utakula na utashiba. Chakula ambacho ulisaidia wewe mwenyewe mzazi kwa mikono yako kutengeneza huyu mtoto na kuweza kula. Nikuombe kitu kimoja. Sema hivyo. Lete mtoto wako shule ya Excellent School. Wanafundishwa mambo mengi sana pamoja na haya ya kupika. Kuna kila kitu. Unaweza ukaja ukafundishwa mtoto wako namna ya kupika. Leo tumeandaa supu ya samaki. Kuna siku tutakuja kuandaa mlenda. Watu kutoka Mwanza wamecheka maana mlenda unatokea Mwanza. Mlenda. Mwanza pana. Upareni. Kuna siku tutaandaa makande. Yes. Makande. Unashangaa makande? Ni makande. Kule Upareni. Achana na Upareni. Hapa Arusha. Kuna siku tutaandaa kitu kimoja hapa Arusha kinapendwa sana. Kinaitwa rosholo. Rosholo. Wamelu mmefurahi kwa sababu ni chakula chenu mnakipenda. Inachanganywa mahindi na maziwa. Hiyo unitoi. Hiyo nitakula mpaka jasho linimwagike mpaka huko chini. Tafadhali sana machief hawa wanatuandalia sahani tayari kwa ajili ya supu yetu. Ninaona supu hapo inachemka. Ina maana kuwa na inakadiriwa supu hii inaiva baada ya dakika 5 mpaka 6 mpaka 7 mpaka 8 mpaka 9 mwisho mpaka dakika 15. Nimeziweka hizo kwa sababu kuna watu wa kanda ya Ziwa wanatumia kuni.
Umenielewa wewe kutoka Mwanza? Kuna watu wengine wanatumia gesi. Kuna wengine wanatumia umeme. Ukitumia umeme, supu yako itaenda pole pole. Ukitumia kuni, dakika 10 supu imeiva vizuri. Na tayari naanza kusikia harufu nzuri kabisa hapa. Si ndio? Si ndio chief? Hebu tafadhali ikague hapo. Husikii harufu? Kama unasikia harufu, punga mkono huko uliko. Wow, namuona hapo tayari anapunga. Wow, safi kabisa. Uko vizuri. Ninajua na wewe jiko lako liko tayari. Andaa hiyo supu. Mzazi akija, hakikisha unampatia supu. Sasa sikiliza kwa makini. Ukiulizwa umetolea wapi huu ujuzi, mwambie ni kutoka shule ya nini? Sijasikia watoto wa Excellent. Waambie mzazi akitoka shambani amechoka, anawaza atakuja kupika nini kwenye kipindi hiki. Mwambie umejifunza pishi hili kutoka shule ya nini? Ya Excellent Schools. Ya Excellent School. Inatokea wapi? Arusha. Kuna jambo moja ninatamani kuwauliza hawa watoto. Tuende tukapakue supu yetu, tuweze kula, tumalize kipindi chetu cha siku ya leo. Sasa, ninatamani watuambie, hii supu unaweza ukala kwa nini? Eti, hii supu unaweza kula kwa nini? Tafadhali, nimeona kuna vitu vyeupe. Ni nini hii? Ni nini hii? Nazi. Kuna nazi? Ndio. Weka nazi, weka nazi, weka nazi. Unaweza kupunguzia moto kidogo kachukua nazi. Punguza moto, kimbia kachukua nazi. Lete nazi, lete nazi, lete nazi. Nazi inasaidia nini kwenye hii supu yetu? Mafuta. Ni mafuta ya asili, si ndio? Mafuta ya asili kabisa. Hatutumii hapa mafuta ambayo yaliyotoka kwenye kiwanda. Safi. Ni watoto wa Excellent, mnanifurahisha sana. Kuanzia mwalimu mpaka watoto. Natamani niwapatie zawadi ya 5. Safi. 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 Mnafanya vizuri kabisa. Hii supu, kwa sababu ninajua nitaenda kuitumia, si ndio? Ni supu nitaenda kuitumia. Hii supu ninaweza kuitumia kwa nini? Yaani kwa kutumia kinywaji gani? Wewe mpaka nachanganyikiwa. Yaani hapa mpaka nasahau hata nieleze nini, kwa sababu ya harufu hii ninayoipata hapa. Ni nzuri kweli kweli hapa. Malibina, hakikisha hapo nyumbani kwako hapo inanukia ya namna hii. Nimeona sufuria lako limekaa vizuri kabisa. Hii supu unaweza ukaitumia nini? Ili kusudi yule mtoto aliyoko kule nyumbani anatazama kipindi hiki kizuri kabisa. Kipindi cha watoto kinaitwa Wakati wa Furaha. Natamani ni wasikilize hapa. Hii supu ninaweza nikaitumia kwa nini sasa? Nikimaliza kuiva, ili kusudi mtoto aliyoko kule nyumbani akimaliza kupika, aidha sasa akusikilize au wasikilize ni ninyi nyote. Hii supu unaweza kuitumia kwa nini? Ili aweze kupata machaguo 1, 2, 3, machaguo 3 ya kuweza kutumia hii supu. Sikiliza, tunaanza hapa. Nini? Unatumia supu, unaweza kutumia kwa vitafuno. Sikiliza. Hii supu unaweza ukatumia kwa nini? Sema vizuri tena, mtoto mzuri. Unaweza kutumia na vitafuno kama mlo wa asubuhi. Unaweza kutumia kwa vitafunwa. Unajua vitafunwa? Wewe yule wa Mwanza, hakikisha asubuhi unaamka. Maana kuna mtu anauza vitumbua asubuhi. Hakikisha amka asubuhi. Wewe mtu wa Mwanza, kanda ya Ziwa, kuna watu wanapitisha mabeseni kule, wanauza mandazi. Unaweza kutumia hiyo supu kwa mlo wa asubuhi. Ninakuja kwako. Ninaweza nikatumia tena kwa nini? Ili yule mtazamaji apate machaguo. Tumia jioni mtoto akirudi shule amechoka. Akiwa nini? Amechoka. Akiwa amechoka. Naweza nikatumia kwa nini? Kwa nini? Kwa makande. Ugali, chapati. Ugali, kumbe unaweza kutumia hii supu. Wow, safi kabisa. Ugali, kumbuka hiyo ugali. Kwa hiyo ugali unapatikana vizuri kwenye huo unga hapo.
Baba anapotoka kazini hakikisha unakuja kumsurprise. Mwambie baba, leo na surprise yako. Kipindi cha wakati wa furaha nilichokitazama. Leo nimeandaa pishi hili kutoka shule ya Excellent. Na nini kingine? Mpikie baba ugali. Baba anapenda ugali sana. Hiyo umegonga vizuri. 5. Unapenda ugali wewe, ndio maana hata sura yako inafanana na ugali. Unaweza kutumia kwa wali. Cheka na watoto. Nini huko nyumbani? Wali. Unatumia hii. Tafadhali sana ninaomba hii supu icheki tena chief pamoja na dada. Sogea hapo mwalimu kidogo. Hakikisha. Unajua harufu hii imenitesa sana. Yes. Chief, njoo hakikisha vitu hapa viko safi. Anaugeuza vizuri kabisa bila kugusa kitu chochote. Maki kwanza nimeambiwa hapa, alinong'oneza chifu. Akaambia uambie watoto wa nyumbani kuwa supu haigeuzwi hivi. Supu ukiweka kila kitu vitu vinajichanganya vyenyewe tu. Hakikisha tu samaki anabadilika rangi. Hakikisha samaki anaiva ndani ya dakika 20. Ameiva vizuri hiyo supu na viungo vyake vyote vinakuwa vimeiva. Wamegundua chumvi haiko sawa, wanaongeza. Yaani wewe hakikisha kila kitu hakiko sawa. Wewe ongeza tu. Supu haihitaji mbwembwe. Haihitaji inahitaji uweke kila kitu huko ikwive. Baba akinywa hii supu akiwa amechoka, huwa anapata furaha sana. Huwa inaleta amani nyumbani. Supu hii ya Excellent, supu ya samaki, inaleta tabasamu nyumbani. Inaunganisha vizuri familia ya baba na mama. Wakishakunywa wakishiba, mkikaa pale kwenye makochi na familia. Hata kama ulifanya kosa, supu hii baba akinywa, baba anasahau kosa lake. Ukinywa supu ya asubuhi, mwalimu anaweza kasahau kosa lako, akaacha kukuchapa. Hakikisha unakunywa supu tu inayotoka Excellent School, iliyoandaliwa kwa usafi mkubwa kabisa. Mwalimu, iko tayari hii supu tafadhali? Haijata bado kidogo Dakika 20 zetu hazijafika bado. Bado dakika kadhaa Hebu ifunike tusikie kidogo kitu kutoka kwa mtoto mmoja. Hebu ifunike. Ifunike hapo, safi kabisa. Imefunikwa. Kwa nini umeacha hivi? Ili simwagikie. Ili simwagikie, kwa sababu hii supu ya Excellent vitu vyao wanavyoandaa ikiwa tamu zaidi, kuna vitu wao vinamwagika. Kwa hiyo sasa visimwagike, inatakiwa itoke kidogo hewa yake ili kusudi supu iwe tayari kabisa. Ninaomba nitamani kusikia kutoka kwenu. Mmetuandalia supu nzuri, tunawashukuru. Ninajua na ninyi huko mnaotutazama mmeandaa hii supu vizuri. Hapo jikoni umeandaa vizuri. Ninajua hata kama ulichelewa, ndio umeingia sasa hivi. Kipindi kilichokuwepo hapa sasa ni mapishi. Lakini pishi letu la sasa ni nini? Ni supu ya samaki. Na tayari samaki wetu kwa dakika hizo atakuwa ameiva. Akiwa ameiva tunazima jiko tafadhali. Si ndio? Zima jiko mtoto mzuri. Supu yetu iko tayari kabisa. Wow. Ifunue hiyo supu. Ifunue. Sasa fuata maelekezo yangu, uchifu wenu umeishia hapo. Yes. Weka vizuri hapo. Mwalimu utaepua, utaisogeza. Utaisogeza hapa. Utaisogeza hapa vizuri kabisa. Supu yetu. Isogeze vizuri hapa. Supu yetu iko tayari kwa kuliwa. Kwa sababu usinione ninavyotafuna. Ninajua umeandaa. Hebu simama hapo ulipo tuweze kuomba. Halafu supu uliyoipika ndio hiyo supu tuliyoipika hapa Excellent, na tutaitumia wote kwa pamoja. Simama juu. Simameni juu. Simameni wote juu. Watoto wote simama juu. Na tuweze kuomba. Fumba macho yako. Fumba macho. Wewe bado unaandaa sufuria lako. Fumba macho yako. Na wewe ulioko kwenye sahani tafadhali acha sasa hiyo sahani. Yes. Tunaomba. Mtoto mmoja mdogo hapa atatupatia ombi. Halafu kila mmoja akatumie apendavyo. Karibu. Funge macho tuombe.
Asante mtakatifu, asante wa rehema, asante upesi, asante hata kwa kutupa hii riziki tulioiandaa. Mungu ambaye funikie takasa na kutupa mili yetu nguvu na baraka. Amen. Waambieni kwa pamoja bye. Karibu Excellent School. Mungu awabariki. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you'd give us. And then we lift them up and give them back to you. Hatari kwa watu, ni kiumbe kinachojificha